Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu tena kwa kukua tena siku ya leo mahali hapa, kwa maana sio kwamba niko mwema, lakini ni kwa neema na mapenzi ya Mungu tu peke yake. Kwa majina inaitwa Delphin, na siku ya leo tutaenda kujifunza somo nzuri ambayo inasema ya kwamba utiifu. Somo letu linasema utiifu. Na tutakuwa katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza na ile sura yake ya 15. Haleluya. Unajua, kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia, kama wewe ni msomaji wa Biblia, anajua ya kwamba ausome maandiko kwa waone kama unasoma Biblia. Ya kwamba hatusomi maandiko kwa sababu watu wajue kama tunasoma maandiko. Hatusomi maandiko kwa sababu tu ya kujua historia ya Biblia. Hatusomi maandiko kwa sababu tu ionekane ya kwamba hii siku ya leo tulisoma Biblia, ama ionekane ya kwamba basi tusikie vizuri ndani ya moyo wetu kwamba tunasoma Biblia. Hapana, unajua kama wewe ni msoma, kama si ni wasomaji wa maandiko, tunatakiwa kusoma maandiko ili tuweze kufuata yale ambayo yaliyoandikwa katika maandiko. Haleluya. Ili yale ambayo Mungu aliandika kwa ajili yetu yawe katika maisha yetu, ili tuweze kufuata kile ambacho Mungu alisema katika maandiko. Haleluya. Na ili tuweze kufuata kile ambacho kilichoandikwa, inatupasa mimi na wewe kuishi maisha ya utiifu. Haleluya. Kwa maana kuna watu ambao wanasoma maandiko, kuna watu ambao kweli wanasoma maandiko, lakini kwa sababu wanasoma maandiko tu kama historia, na maandiko yanabakia historia katika maisha yao. Kwa sababu wanasoma maandiko kwa sababu watu wajue kama wanasoma Biblia, na wanabaki kusoma ili watu wajue na wabadiliki kitu. Haleluya. Lakini tunatakiwa kusoma maandiko ili maandiko yawe kweli katika maisha yetu, ili tubadilishwe na haya maandiko. Na ili maandiko yaweze kutubadilisha, tunatakiwa kuweza kuanza kutii maandiko ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. So maisha yangu mimi na wewe yanatakiwa yafanane na vile ambavyo Mungu anapenda, vile ambavyo Mungu anasema. Haleluya. Na ili yafanane ni lazima tuweze kutii maandiko ya Mungu. Haleluya. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha James, ile sura ya kwanza, au kile kitabu cha Yakobo, ile sura ya kwanza mstari wa 22, maandiko yanasema ya kwamba tuweze kuwa watu wa kutenda neno, sio tu watu wa kusikiliza. Na hauwezi ukatenda neno bila kuwewe kuwa na ule utiifu ndani ya maisha yako. Haleluya. Tunaishi katika kizazi ambacho ni kizazi ambacho tumetupilia utiifu. Tunaishi katika kizazi ambacho hata utiifu ambao tuliutupa zamani, utiifu hauna nguvu katika maisha yetu. Utiifu hauna neno tena. Hatutii Mungu, hatutii sauti ya Bwana, hatutii wazazi, hatutii wale wanaotukuia. Haleluya. Lakini mpendwa, nikwambie ya kwamba ndugu yangu, hatuwezi tukabadilishwa kwa vile ambavyo Mungu anatamani tubadilike. Hatuwezi tukatembea vile Mungu anataka tutembee bila kuwa na utiifu katika maisha yetu. Ndio maana utiifu ni jambo la muhimu sana. Haleluya. Watu wote ndani ya maandiko waliotembea, waliokuwa vile ambavyo Mungu anatamani wakuwe, waliotimiza kazi ya Bwana, walivyotembea katika kumpendeza Bwana, walioshinda dhambi, waliitembea katika utiifu. Waliishi maisha ya utiifu. Haleluya. Ndio maana ukisoma maisha ya Ibrahimu leo tunamuita baba wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya utiifu aliokuwa nao. Ni kwa sababu aliweza kumtii Mungu. Haleluya. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo, sura ile ya 12, maandiko yanasema kwamba Mungu alimuita Ibrahimu, na Mungu alipoita Ibrahimu akamwambia enda mahali, nenda sehemu, hakujua anapokwenda, hakujua ni nchi gani, hakujua ni sehemu gani, lakini Bwana alimwambia nenda, nitakuwa pamoja nao. Mungu alimwahidi mengi Ibrahimu.
Haleluya. Hayakuweza kutimia tu kwa sababu Ibrahimu alikuwa na imani, lakini yaliweza kutimilika kwa sababu Ibrahimu alikuwa na utiifu. Aliweza kutii kile ambacho Mungu aliweza kumwambia. Haleluya. Inatuonyesha kwamba tusipoweza kutii, kuna mambo hayawezi kutokea katika maisha yetu. Tusipoweza kutii, kuna vitu vingi tutaweza kuvikosa katika maisha yetu. Ndio maana Mkristo mwenzangu, japokuwa kweli wewe unampenda Bwana, japokuwa kweli Mungu alikupa wokovu, lakini ni vyema sana tuweze kumtii kile ambacho Mungu anasema. Tuweze kutii yale ambayo yanastahiliwa kutiiwa katika maisha yetu. Haleluya. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo, mstari sura ile ya 22, Biblia inatuonyesha ya kwamba Ibrahimu aliweza kumngojea. Maandiko yanatuonyesha kwamba Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba uende ukamtoe mwanao wa pekee. Haleluya. Na ikumbuke ya kwamba Ibrahimu alimsubiria Isaka miaka na miaka. Ibrahimu alimsubiria Isiaka miaka na miaka. Haleluya. Lakini Bwana aliposema, Ibrahimu alifuata. Ibrahimu aliweza kumtii Bwana. Na baada ya utiifu wa Ibrahimu, na baada ya roho ya utiifu ndani yake, maandiko yanasema ya kwamba Ibrahimu aliweza kuhesabiwa haki. Mwanzo 22. Haleluya. Ni mambo mangapi ambayo Bwana alishakwambia? Ni vitu vingapi ambavyo Mungu alishakwambia? Je, wewe unamtii Bwana? Mpenda mwenzangu, je, wewe unamtii Mungu katika yote ambayo unayoyafanya, katika vyote unavyopitia? Je, wewe unamtii Mungu? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Baraka za Ibrahimu zilifichwa katika utiifu, katika kuweza kumtii Bwana. Haleluya. Baraka za Ibrahimu zilizungukwa na utiifu wake mbele za Mungu. Ibrahimu alimtii Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Utiifu. Haleluya. Lakini maandiko yanatuonesha, maandiko ya nyamazi kimya yanatuonesha watu ambao waliweza kukosa baraka za Mungu, waliweza kushindwa katika kile ambacho Mungu alikuwa aliwapatia, hawakuweza kubadilishwa kwa vile ambavyo Mungu alitamani wawe katika maisha yao kwa sababu ya kukosa utiifu. Haleluya. Kuna watu ambao maandiko yanatufunulia. Unajua kitu kikubwa kinatufanya pembeni Biblia. Biblia inatuonesha ukweli wa mambo na kutuonesha namna ambayo tunaweza tukafanya kubadilishwa. Na pia inatuonesha kuna watu ambao hawakuweza kufuata hayo mambo na wakabadilishwa na wakukua kile ambacho Mungu alitamani wawe. Haleluya. Ndio maana naamini ya kwamba Biblia ni kitabu ambacho ni cha kweli. Ni Biblia ni maneno ya Mungu. Ni kwa sababu Mungu hakuweza kutia tu watu ambao wako na nguvu. Hakuweza tu kutia watu ambao wakamilifu. Lakini alitia na Mungu alituonesha mifano ya watu wadhaifu, ili mimi na wewe ambao tunasema kama tuko wadhaifu tuweze kujifunza ndani ya hawa watu. Haleluya. Unajua ukisoma kitabu kile cha Samueli, ile kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ile ya 15. Haleluya. Biblia inatuonyesha kwamba wana wa Israeli, Mungu alimtokea Samueli akamwambia kwamba enendo kamwambie Sauli. Na alipoenda akamwambia Sauli, Sauli alikuwa anataka kuelekea katika vita. Haleluya. Mtumishi wa Mungu akamwambia Sauli ya kwamba enenda katika vita na Bwana atakuwa pamoja nao. Haleluya. Mungu alipomwambia Sauli ya kwamba atakuwa pamoja nawe, lakini kuna mambo ambayo Mungu alimwambia Sauli aweze kuyafanya. Na Mungu akamwambia ya kwamba wewe ukienda kule, baada ya ushindi wako, ni kweli nitakuwa pamoja na wewe na utapata ushindi, lakini baada ya huyo ushindi usilete mambo yoyote. Angamiza kila kitu chochote ambacho kitakuwa kimebakia, uweze kukiangamiza. Angamiza minyama, angamiza yote. Haleluya. Na maandiko yanatuonyesha kwamba Sauli aliweza kwenda, mfalme Sauli, na alipoelekea katika vita, ni kweli Biblia inatufunulia kwamba Sauli aliweza kushinda vita. Sauli alipambana na kushinda ile vita. Haleluya. Lakini hakuna mambo ambayo hakuweza kuyatii. Kuna mambo ambayo hakuweza kuyatii kutokana na vile ambavyo Mungu alimwambia. Haleluya.
Na kwa sababu ya kukosa utiifu wake, na kwa sababu ya kupoteza utiifu, kuna mambo mengi yalitokea kwa Sauli. Kwa maana alileta minyama, akaleta na vitu vingine ambavyo Mungu hakuweza kumwambia. Haleluya. Acha tusome kile kitabu cha Samueli wa kwanza, mstari ule wa 15 hadi mstari ule sura ile ya 15, mstari wa 10 hadi 12. Alafu tutaenda tena katika ule mstari wake wa 22, tusikie maandiko yanatuambia nini. Samueli wa kwanza sura yake ile ya 15. Samueli wa kwanza 15, mstari wa 10 hadi 12. Maandiko yanasema, Biblia inasema, Samueli wa kwanza 15, 12 hadi 10 hadi 12. Biblia inasema ya kwamba, ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Haleluya. Mpendwa, jaribu kutafakari neno hili ambalo maandiko yanasema. Inafikia kipindi ambapo Mungu anajutia kwa nini aliweza kumtawaza Sauli awe mfalme. Haleluya. Je, ushawahi kutafakari ifikie kipindi ambapo Mungu ajutie kwa nini alikupatia uongozi? Mungu ajutie kwa nini alikupatia karama ya uimbaji? Mungu ajutie kwa nini alikupatia hiyo uweza ambayo uko nayo? Ndani ya maombi ambayo inakuwa ninaomba kila siku, na pia nakuombea mpendwa mwenzangu, ni ya kwamba Mungu asiweze kujutia ya kwamba kwa nini unaishi. Mungu asiweze kujutia kwa nini aliweza kukuamini, kukupatia nafasi ambayo uko nayo siku ya leo. Kwa maana kila nafasi ambayo Mungu anakupatia kwa ajili ya utukufu wake. Kila karama ambayo Mungu alikupatia kwa sababu ya utukufu wake. Kila chochote ambacho uko nacho Mungu alikupatia kwa ajili ya utukufu wake. Ndio maana yoyote ambayo tuko nayo, tukijua thamani, tunatakiwa kuyatumia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa sababu ya kukosa utiifu, Mungu anajutia kwa nini alimtawaza, kwa nini alimweka Sauli kwa mfalme. Mpendwa, angalia maisha yako na Mungu. Angalia kitu gani ambacho Mungu anakuambia. Haleluya. Tunaendelesha 12. Maandiko yanasema, Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akamwambia ya kwamba, Sauli, ulifika Karmeli, na tazama akajisimamishia ukumbusho, akageuka akapita, akatelemkia Gilgali. Haleluya. Mtumishi wa Mungu alielekea mpaka akamwambia. Haleluya. Acha tusome 22, tusikie 22 nasema nini. 22 maandiko nasema, 22 maandiko nasema ya kwamba, naye Samueli akasema, je, Bwana hukuzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi wa Mungu Samueli alipomwendea Sauli na kumwambia ya kwamba, kwa nini ulifanya mambo kama haya? Ninasikia minyama inalia. Sauli akasema ya kwamba, niliweza kutimiza kile ambacho Mungu alisema. Haleluya. Na mtumishi wa Mungu Samueli akasema, ninasikia minyama inalia. Ni kwa nini uliweza kwenda kinyume na mapenzi ya Bwana? Akasema, nimeleta minyama hii ili niweze kumtolea Mungu dhabihu, ili niweze kumtolea Mungu sadaka. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Samueli akasema ya kwamba kutii ni zaidi, kutii ni bora kuliko dhabihu. Ama obedience is better than sacrifice. Haleluya. Na hii tunayaona katika siku ya leo.
Kuna wengi ambao wanamtii Mungu katika sadaka, wanamtii Mungu katika kwenda katika kanisa, wanamtii Mungu kukaa madhabahuni, lakini bado wako kinyume na Mungu, wakitembea katika dhambi, au katika kinyume na Bwana, kutembea katika maovu, au kinyume na Mungu katika kukataa kile ambacho Mungu anaongoza wakifanya. Maandiko yanasema ya kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Ndugu yangu, namtii Bwana. Ndugu yangu, namtii Mungu. Ni kweli ni vizuri kufunga, ni kweli ni vizuri kuomba, lakini baada ya maombi tunatii Bwana, tunamtii Mungu. Utiifu. Sauli akapoteza, Sauli akaangusha, Sauli akapoteza ufalme kwa sababu ya kushindwa kumtii Bwana. Haleluya. Sauli akapoteza ufalme wake, Sauli akapoteza nafasi kwa sababu ya kushindwa kumtii Mungu. Haleluya. Jina Bwana Yesu asifiwe. Utiifu ni nini? Katika namna moja ama nyingine, utiifu ni kujibu mapenzi ya Mungu katika matendo yetu. Utiifu ni kujibu mapenzi ya Mungu kupitia matendo yetu. Haleluya. Jaribu kutafakari maisha yako mpendwa. Chukua muda utafakari maisha yako. Je, unatii kile ambacho Mungu anakuambia? Je, unatii mapenzi ya Mungu? Je, unatii vile ambavyo watu wa Mungu wanakuambia? Je, unatii vile ambavyo wazazi wanakuambia? Je, unatii mamlaka ambayo yako juu yako? Kuna watu hawataki kutii. Kuna watu wamekataa kutii. Ndio maana maisha ya wengi yameanguka. Ndio maana utumishi wa wengi hauendelei, kwa sababu wanashindwa kutii. Haleluya. Kwa nini tutii? Kwa nini kutii ni muhimu? Kwa nini mimi na wewe kama Wakristo tunatakiwa kutii? Mambo matatu kwa nini mimi na wewe tunatakiwa kutii. Na jambo la kwanza, kutii ni imani katika matendo. So mimi na wewe kama Wakristo tunatakiwa kutii kwa sababu kutii ni imani katika matendo. Na ujue kama maandiko yanasema ya kwamba mwenye haki wa Mungu ataishi katika imani. Haleluya. Na maandiko yanasema ya kwamba maandiko yanatuambia ya kwamba imani pasipo matendo imekufa. Kile kitabu cha Yakobo 2:26 nasema kwamba imani bila matendo imekufa. So kutii ni imani katika matendo. Ndio maana mimi na wewe ambao tunatakiwa kuishi kwa imani, ni vema sana tuweze kutii sauti ya Bwana. Tuweze kutii wale ambao wanatukuia, kwa sababu tunakuwa tuna demonstrate ama tunakuwa tuna manifest imani katika matendo. Haleluya. So mtu yoyote ambaye asiyetii anakuwa na imani, lakini imani yake inakuwa imekufa. Mtu yoyote asiyetii anakuwa iko na imani, lakini imani yake inakuwa imefanya nini? Imani yake inakuwa imekufa. Haleluya. Acha tusome kile kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana 2 kuanzia mstari ule wa 20. Kitabu kile cha Yakobo 2 20 hadi 26. Tutasoma 20 hadi 22 kulingana na muda. Yakobo 2:20, maandiko yanasema, lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanae juu ya madhabahu? Haleluya. So Ibrahimu alihesabiwa haki kwa matendo yake ya utiifu. Haleluya. Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale.
Haleluya. Imani ilikamilishwa kwa matendo. Imani ilikamilishwa nini? Kwa matendo. So kutii, definition kubwa ya imani ni kutii. Kwa nini tunatakiwa kutii? Ni kwa sababu kutii ni imani katika matendo. Haleluya. Ndugu yangu, imani yako katika matendo ama hapana? Imani yako isipokuwa katika matendo, inamaanisha ya kwamba haumtii Mungu, ama hautii kile ambacho maandiko yanasema. Jina la Bwana libarikiwe. Na jambo la pili, kwa nini tunatakiwa kutii? Kutii ni nguvu ya neema ndani ya maisha yetu. Kutii ni nguvu ya neema. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. So kutii sio kwa uwezo wetu, lakini ni neema iliyo ndani yetu. Ndio maana Mkristo ukijua hili, ni lazima utatakiwa kutembea katika utiifu, kwa maana tunaneemeshwa kutii. Warumi sura ya kwanza mstari ule wa 5, Biblia inasema kitu kikubwa mahali pale. Warumi sura ya kwanza mstari wa 5, maandiko yanasema kwamba ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kutii kwa imani kwa ajili ya jina lake. Tulipokea neema, na hii neema ambayo tuliyoipokea sio tu neema ya kawaida, lakini tulipokea neema ili tuweze kutii. Tulipokea neema. So neema ni nguvu. Kutii ni nguvu ya neema ndani yetu. Haleluya. So pasipo neema ni vigumu kutii, lakini neema, tulipokea neema ili tuweze kutii. Unamtii Bwana, na hii neema ya utiifu ndani yetu inatupatia nguvu, inatupatia uweza wa kuweza kutimiza kusudi lake njema. Haleluya. Sawa sawa na kile kitabu cha Wafilipi. Haleluya. Sawa sawa na kile kitabu cha Wafilipi 2:13. Tulipewa hii neema ili tuweze kutimiza kusudi lake njema. Haleluya. Na jambo la tatu, kutii ni maisha ya kuhesabiwa haki. Ni maisha ya waliohesabiwa haki. Haleluya. Ukumbuke kwamba wewe ni mwenye haki, ulihesabiwa haki. Ndio maana maandiko yanakuambia kwamba, ndio maana maandiko yanatuambia mwenye haki ataishi kwa imani. Hayaambii watu wa mitaani, yanatuambia mimi na wewe, kwa maana tumehesabiwa haki. Na kutii ni maisha ya mwenye haki. Warumi 6:16. Kutii ni maisha ya mwenye haki. Warumi 6:16. Biblia inasema ya kwamba hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake, katika kumtii mmekuwa watumwa wake. Yule mnayemtii mmekuwa watumwa wake yule unayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Utumishi wa utii uletao haki. Kuna utiifu unaleta haki. Haleluya. So mimi na wewe kama wale tuliohesabiwa haki, tunatakiwa kutii. Mpendwa mwenzangu, chunguza maisha yako. Je, unamtii Kristo? Je, unatii sauti ya Bwana? Maandiko yanasema ya kwamba kondoo zangu wasikia sauti yangu, nao wanifuata. Kumfuata kule sio tu unasikia, hauwezi kufuata sauti yoyote, lakini kumfuata yule, kumfuata ile ambayo Kristo alizungumzia ni utiifu. Haleluya. Kumfuata ni utiifu. Je, unamtii Bwana? Inawezekana wewe ni mwimbaji, inawezekana wewe ni mchungaji, inawezekana wewe ni mama wa wana, lakini kwa Mungu sote tuko wana, na tunatakiwa kuweza kutii kile ambacho Mungu anasema. Tunaishi maisha ya dhambi kwa sababu ya kutembea kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunashindwa kumtii. Maandiko yanasema ya kwamba kutii ni zaidi ya dhabihu. Bwana kubariki na kukulinda, akuinulie nuru za uso wake milele hata milele. Kama unatoa maisha yako kumpatia Kristo, fanya maamuzi siku ya leo, maana maamuzi ambayo utaweza kuyapitia katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Amena, amena, amena. Kama kuna chochote ambacho unaweza kujifunza katika video hii, tafadhali
komenti hapo chini, na ili tuweze kujifunza kwa pamoja na kutangaza injili ya Mungu kwa pamoja. Mungu akubariki sana. Amen, amen, amen.